Bado njoku. Subiri bwana twende. Leo kwa tuangalie nyumba. Na gogo njoo lione mama. Tuangalie ndani kwanza. Ngoja utakapoondoka kaka unafanya hivi. Chumba hiki nalala nani? Ndio kichaa wangu wewe. Sio kichaa, sema mwanangu. Mwanangu. Wewe humo unalala mtoto wako mmoja. Mmoja Mtoto wako mmoja. Kwa kijana wake mmoja ambaye pia na yeye ana mapungufu ya akili pia analala humo. Lakini hao watoto wote walikuwa ni wazima. Usifunge, acha hivyo hivyo. Asante nashukuru. Wewe huko ndo unalala wewe mwenyewe. Huko ndo nalala mwenyewe. Tena hata hiki kabisa njoo kione mama. Mke wa mzee Milanzi yuko wapi? Mama, njoo kione kitanda cha kamba mimi naingia chumbani kwako, unaniruhusu? Njoo kione kitanda cha kamba hiki hapa. Nimefanya kusaidiwa. Cha kamba hiki mama. Umekiona? Ndio unapolala hapa. Hapa ndo ninapolala mimi. Tena hata huu mkeka wamenipa majirani kwamba ndio usizidi. Pita angalia mazingira ya huku hivi. Hiki ni kitanda ambacho mzee Milanzi ametuonyesha ndipo anapolala na mke wake, lakini mazingira si mazuri sana. Tena nimefanya kusaidiwa hiki na majirani kwamba nikilalia kile cha nje kidogo kile. Wakasema mzee usizidi. Nakusaidia hiki ulalie hiki angalao. Na hicho kina kunguni sana. Kwa hiyo sijatoka na kunguni hapa. Sijajua. Kama kitanda kina kunguni nisije mimi nikatoka na kunguni hapa. Sasa itakuwa nachota mbegu. Ngoja twende nje. Haya, asante. Wali watu. Huko ndio chooni. Unavyoona hivyo hali ngumu hiyo dada. Kwa hapa ndo bafu. Hapa unaogea. Pale mbele ndipo tunajistiri sasa. Sasa mbona hata bafu lenyewe halina mlango?